Halo, karibu sana. Tunapoendelea na haya masomo, tunazungumzia uchumi wako na Ibrahimu. Na ili somo ni mwendelezo wa somo lililotangulia. Tulikuwa kwenye Mwanzo sura ya 17 na sasa tuko kwenye Mwanzo sura ya 18 na somo linahusu customer care, kujali mteja. Mfano wa Ibrahimu, jinsi yeye alivyofanya na Mungu akaonekana kwenye huduma yake na kazi yake. Ibrahimu akiwa tajiri sana, akiwa nyumbani kwake majira ya mchana, tunaambiwa hivyo, akaona wazee watatu. Hao wazee akawakaribisha. Sasa inafurahisha sana jinsi alivyowakaribisha na jinsi alivyowahudumia, na pata hili somo litakusaidia kwenda mbali sana kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ajira, kwenye kila eneo la maisha. Kwa hiyo mstari wa 2, akainua macho yake akaona, atazama watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio akawalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi. Kwa hiyo kwanza hapa tunapata sasa point za kujenga somo letu. Ya kwanza, alipowaona tu. Yani wewe unapowaona watu unafanya nini? Wanapita mbele ya duka lako, mbele ya biashara yako. Yeye alipowaona alipiga mbio. Yani alifanya upesi, akaenda kwa spidi. Kwa hiyo tunaona spidi kwenye kufanya mambo. Pointi ya kwanza hiyo. Cha pili, akasujudu, akainama chini akasujudu. Bila kujua kama anasujudu mbele ya Mungu, kwa sababu walikuwa wanadamu wa kawaida. Kwa hiyo mara nyingi tunaona wanadamu wa kawaida, lakini kumbe ni Mungu mwenyewe amekuja kwenye duka lako, amekuja kwenye biashara yako. Na jinsi unavyomjibu, jinsi unavyomwangalia na kumpima kibinadamu, kuanzia juu kichwani mpaka unamshusha mpaka chini, viatu, nguo, suruali, sketi, nini, kila kitu unajaji kulingana na wewe ulivyozoea. Tuache mazoea. Ibrahimu akasujudu, akasalimia. Jenga tabia kusalimia wateja. Wasalimie, wachangamkie. Mstari unaofuata unasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako. Kwa hiyo akawakaribisha kwamba wasimpite. Piteni jamani, muangalie tu, hata kama amnunui. Piteni muangalie tu na vitu vizuri. Waambie hivyo watu, piteni muangalie. Ingia uone. 4, mstari wa 4, na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye muendelee. Iwapo mmenijia mtumwa wenu, wakasema haya, fanya kama ulivyosema. Kwa hiyo watu walikuwa special sana. Wakaombwa wakae chini ya mti, akaleta maji wakanawa. Hiyo ni heshima kubwa sana. Alafu akasema, na waandalieni kitu, na akaenda kuandaa kitu. Wameru wanaita chakula shonga. Manake nguvu ya chakula ni kitu cha ajabu sana. Ibrahimu akawaletea chakula, akawaandalia maji kwanza, alafu chakula. Kuna migahawa ukienda unapewa chai kwanza ama soda kama oda yako bado iko mbali. Ni namna nzuri ya kumjali mteja. Ni namna ya kuthamini umuhimu wa mteja kuja bila matangazo. Yani hujatangaza lakini kaja mwenyewe. Hujatangaza kakupigia simu, kwa sababu kuna siku mimi nimepigiwa simu, mtu anasema nimeona kwenye mitandao. Nimeona kwenye mitandao ya kijamii. Niko Dar es Salaam na ninahamia Arusha, ninaomba nafasi. Na nikawakaribisha. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo hujatoa matangazo, lakini mtu kwa juhudi zake amekutafuta na anataka kufanya biashara na wewe. Huyu Ibrahimu akawajali, akawapa huduma. Na baada ya kuandalia chakula, mstari wa 8 anasema, akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa,
akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Yaani mteja wakati anakula, unakaa pembeni yake, unamsikiliza kama ana changamoto, anahitaji maji, anahitaji pilipili, anahitaji hiki, unaendelea kumhudumia na kumsaidia na kuhakikisha mteja apati shida. Mteja anakuwa hajui wapi pa kunawa. Mteja anakuwa hajui wapi toothpick. Mteja hajui kama kuna sabuni sehemu ya kunawia, haipo, imeshaibiwa labda, hivyo. Mteja hajui apate wapi choo kiko wapi, mteja hajui, na hakuna mtu wa kumuuliza. Kwa nini iwe hivyo? Punguza kero kwa mteja, punguza changamoto kwa mteja. Hebu mfanye mteja awe rafiki na hiyo biashara yako. Mfanye mteja aipende hiyo biashara yako. Mfanye mteja aifurahie hiyo ofisi. Mfanye mteja ajisikie vyema anapokuwa kwenye ofisi yako. Mfanye mteja aone kweli hapa nimefika mahali pazuri, sahihi, pana majibu ya changamoto zangu. Ataenda kuambia wengine waje, na wakija nao watakuta kweli alichowaambia kinaendelea hivyo hivyo, kinafanyika hivyo hivyo. Lugha ni nzuri, huduma zinafanyika kwa haraka, na majibu yanapatikana. Matatizo yanatatuliwa na kwa haraka, kwa muda mzuri. Napenda nikwambie hapa, Ibrahimu ametufundisha customer care ya hali ya juu sana, ya kiwango cha juu kabisa. Tunahitaji kujua kwamba Mungu ni mwema na anatukusudia mema na anataka tufanikiwe. Kwa hiyo Ibrahimu akawahudumia. Mstari wa 10, wanauliza kwamba mkeo yuko wapi? Mkeo yuko wapi? Alafu wakatoa tangazo kubwa, wakasema majira kama haya mwakani mkeo atakuwa na mtoto. Hata mstari wa 12 tunaambiwa Sara alisikia hiyo sentence na akacheka. Na wao kwa sababu hawakuwa wanadamu wa kawaida, bali alikuwa Mungu, walikuwa malaika wa Mungu, walijua na wakamuuliza Ibrahimu, kwa nini mkeo amecheka? Ibrahimu alifanya pia kitu kizuri. Hakumshutumu, hakumharibia CV yake yule mke wake, alisema tu kwamba hajacheka. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwatetea wafanyakazi wako, kuwatetea watu unaofanya nao kazi, kuomba msamaha kwa niaba yao. Omba msamaha kwa niaba yao. Hata kama unajua ni wakorofi, au unajua wana majibu mabaya, au unajua kabisa mteja ndiye amekosea. Mteja hakosei. Hata akikosea, mimi huwa na tabia kunyenyekea na kumwambia samahani sana. Sasa wakati mwingine nalaumiwa, wewe unatetea wazazi, wewe unatetea, maana mimi ni mwalimu, niko shule ya King David hapa Arusha. Huo ndo mradi wangu. Mimi ndo mkurugenzi na mwanzilishi wa hii shule. Kwa hiyo sasa kuna wakati nalaumiwa kwamba wewe unawatetea tu wazazi. Yule mzazi ni mbaya sana. Lakini nawaambia huyu ndiye anatuweka mjini. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuishi naye. Lakini tusimuudhi kiasi cha kwamba atunyang'anye mtoto. Atatuondoa mjini hapa. Kwa hiyo tunakuwa makini sana. Mimi nakuwa makini sana kuhakikisha sichokozani na mzazi. Na walimu wangu pia hawachokozani na mzazi. Mzazi akileta malalamiko haraka sana, na hakisha narekebisha hayo makosa haraka ndani ya muda wa wiki moja. Kama nimelalamikiwa mtoto hajui kusoma, ndani ya wiki moja inabidi akae sawa. Ndani ya wiki ya pili mambo yawe yamenyoka. Kwa nini? Sitaki kukosana na mzazi mteja wangu. Kwa hiyo tunajifunza customer care ya hali ya juu sana. Na tukiendelea kujifunza hapa, kuna nitafafanua zaidi kwenye somo linalokuja kwamba Ibrahimu akapewa mtoto. Na baadaye Ibrahimu kuna mambo makubwa yalifanyika kwa ajili ya ndugu zake, Lutu na familia yake na watu wengine. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Nadhani umeyapata haya mambo mazito. Ya kwanza, pokea watu kwa heshima, kwa sababu huwajui, huenda Mungu mwenyewe amekuja kwenye biashara yako. Hapa Ibrahimu alifuatwa, alitembelewa na Mungu mwenyewe, na amemletea hadi mtoto, kitu ambacho alikiomba sana, na aliongea na Mungu kwa kina.
Lakini lingine tumeona namna kujali wateja, hatua mbalimbali za kujali mteja. Ya kwanza kufanya haraka, kufanya kwa speed, akawakimbilia. Tumeona hivyo, akawakimbilia. Lakini cha pili tumeona kwamba unatakiwa kusalimia wateja. Cha tatu tumeona kwamba wahudumie, wape vizawadi, wape ukaribisho mzuri. Cha nne tumeona kwamba aliwapa chakula, aliwahudumia vizuri sana, na wao wakafunguka, wakatoa siri ambazo walikuwa wamezibeba, na wakampa mtoto, na Sara alicheka. Hiyo ni kawaida. Sasa kwenye kucheka Sara kuna somo kubwa sana, kwamba hata sisi Mungu anasema wewe utakuwa tajiri, wewe utafanikiwa, wewe utaajiri. Hata mimi ninavyoongea hivi, wewe pokea, sema amina. Wewe utatajirika, wewe utafanikiwa, huduma yako itakuwa kubwa, huduma yako itaongezeka, huduma yako itahudumia maelfu, huduma yako itahudumia mataifa mengi, huduma yako itafika mbali. Wewe si mtu wa kawaida, wewe ni mtu mkuu. Sasa kuna mwingine atabeza, mwingine atapokea kwa amina kubwa, na hakika atamuona Mungu. Mambo makubwa yatatokea kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, ni kusihi uzingatie sana haya masomo, ni ya maana sana kwako. Na kuahidi na kuhakikishia kwa jina la Mungu ninayemtumikia, kwa jina la Yesu aliyeniita, utafika mbali, utafanikiwa, utavuka vikwazo, utavuka madeni, utafika mbali sana, na utastawi, na utamuona Mungu kwenye maisha yako. Kuwa tu mwaminifu kwa Mungu aliyekupa maono, kwa Mungu aliyeweka hayo maono ndani yako kwa ajili ya watu wake. Maono yoyote ulionayo ni kwa ajili ya watu wa Mungu. Wewe ni mbeba maono, umebeba tu. You are just a carrier, you are just an instrument, you are just being used of God, being used of God, being used by God. So hakuna chochote. Lakini kwa kawaida, kama chombo kimebeba mafuta, kitabaki na mafuta. Yani maana yake utanawili, utastawi, utakuwa tajiri, utasifika, kwa sababu umebeba kitu cha Mungu kikubwa kwa ajili ya watu wengi. Mungu akubariki sana.